ukweli au umuhimu wa kusema ukweli. Ukweli humweka mtu huru. Hata anza kuhangaika kusema uongo ili kuficha uongo aliousema mwanzo, wala hata hangaika kusema uongo ili kuficha ukweli. Kwa nini? Ukweli humweka mtu huru. Ukisema uongo ni lazima utasema tena uongo ili kuficha uongo uliosema mwanzo. Lakini ukisema ukweli, utaanza kuhangaika kusema uongo ili kuficha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima useme ukweli. Huo ni muhimu sana. Sema kweli. Kama umekosea sema nimekosea. Kama uliiba sema nimeiba. Usianze kuhangaika tena kusema uongo ili kuficha ukweli kuwa uliiba. Sema tu ukweli kuwa niliiba ili usiongeze dhambi nyingine tena ya uongo. Maana ukisema uongo ukasema hukuiba na wakati uliiba, utalazimika tena useme uongo kuficha ukweli ambao tayari uko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine tena, kusema ukweli ni kukwepa matokeo mabaya ya kusema uongo. Kusema ukweli ni kukwepa matokeo ya kusema uongo. Maana uongo una matokeo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa nyingi zimeshavunjika kwa sababu ya uongo. Biashara nyingi zimeshakufa kwa sababu ya uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unasema ukweli, ndoa yako haiwezi kufa kwa sababu umesema ukweli. Ukiwa unasema ukweli, wateja kwenye biashara yako hawawezi kukukimbia kwa sababu wewe ni mwaminifu, ni mkweli. Lakini sasa ukiwa unasema uongo, lazima matokeo mabaya yatakukuta. Wateja watakukimbia, ndoa yako itavunjika, watu watashindwa kukuamini, kampuni itashindwa kukuamini kwa sababu ya uongo. Kwa hiyo kusema ukweli ni kukwepa matokeo mabaya ya kusema uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, msema ukweli huaminika na watu. Ukiwa unasema ukweli, watu watakuamini, watu watakutumia. Bwana Yesu asifiwe. Makampuni yatakung'ang'ania, vikundi vitakuhitaji, taasisi mbalimbali, hata kwenye kazi ya Mungu. Ukiwa unasema ukweli, pia kazi ya Mungu itakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa litakuhitaji kwa sababu wewe ni mkweli, umesimama katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa unasema uongo, hutawezi kuaminika. Watu hawawezi kukuamini kwa sababu hata kama kuna fursa inabidi ikupate, watu wataanza kusema yule ni muongo sana yule. Yule tukimtumia yule hatuwezi kufanikiwa kwa sababu ni muongo, mjanja sana yule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sema ukweli. Ukisema ukweli utaaminika. Lakini jambo lingine la 4, msema ukweli upendwa na Mungu na hata pia kupata ile neema ya kurithi uzima wa milele. Kwa sababu nini? Waongo hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Waongo hawana nafasi katika ufalme wa Mungu. Ila msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu shetani ni baba wa uongo. Kwa hiyo wewe kama unasema uongo kwenye mambo yako yote, basi ujue unajitangazia wazi kwamba wewe baba yako ni shetani. Na mbinguni hakuna sehemu ya waongo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima useme ukweli ili uweze kurithi hata mbingu. Haleluya. Na nimeshakwambia hii ni silaha katika ulimwengu wa roho. Ni silaha ya mojawapo ya Mungu. Ukiwa nayo hii, ni rahisi wewe kushinda vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la 5, ukweli humfanya mtu asamehewe makosa yake na hata apewe msaada. Ukiwa unasema ukweli, watu wakajua kumbe ujiweka wazi, wanaweza kukusamehe makosa yako na wakakusaidia pia kwamba Bwana sasa kuanzia sasa fanya 1, 2, 3. Lakini ukiwa unasema uongo, watu watakutilia mashaka kwamba imewezekanaje? Ilikuwaje? Ni kweli amesema hivi, lakini mbona umeona watu watakuwa wanawalakini juu yako na utashindwa kupata msaada kwa sababu umekuwa ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kupata msaada, sema ukweli. Kwamba jamani mimi mwenzenu hapa ni 1, 2, 3 nimekwama. Basi watu watakusaidia. Utaweza kupata msaada. Kanisa litakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Maana afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Lakini anayejiweka wazi mbele za Mungu atapata rehema. Bwana Yesu. Hata watu ndio hivyo. Ukiwa unasema uongo, huwezi kupata msaada hata siku moja. Huwezi kupata msaada. Lakini jambo lingine, ukweli hauna gharama. Ukweli hauna gharama. Lakini uongo
unaweza kugharimu kila kitu, ikiwa ni pamoja pesa, muda, uhai na mali zako pia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unasema ukweli, hauwezi kukugharimu gharama kubwa. Kama mmekosea, sema mmekosea, basi kama ni kulipa ulipe, mmalizane, uishi kwa amani. Lakini ukiwa unasema uongo, kama umehujumu fedha, ukasema uongo, ukija kubainika, ndugu yangu, lazima utafilisiwa. Maana itaonekana mali zako zote ni za hujuma. Mali zako zote umepata kwa njia ya kihuni. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe uliohujumu ni milioni 10 na thamani ya utaji wako ni milioni 100, basi zote zitaonekana umezipata kwa njia ya ujanja. Kwa hiyo itakugharimu sana, lakini pia itakugharimu muda. Maana unaweza kaenda kukaa jela kwa muda wa miaka 10, 20, 30. Ni muda tano unapoteza. Lakini pia inaweza kukugharimu uhai. Kwa sababu kama umetakatisha fedha, inaweza kukugharimu uhai, inatakiwa unyongwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia inaweza kukugharimu mali zako zote. Unaweza kaingia kuuza mali zako, mashamba, nyumba na nini, kwa sababu ya uongo uliousema. Umeona? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la 7, ukweli humfanya mtu aumie kwa muda mfupi, ila uongo unamfanya mtu aumie daima. Yaani uongo unakufanya uumie, maumivu yake ni endelevu. Kwa nini? Kwa sababu ukisema ukweli utaumia sasa, lakini baada ya hapo maisha yataendelea. Utakuwa huru. Kwa sababu umejiweka wazi, kama ni mtu umemalizana, kama ni mbele za Mungu umeomba rehema, umesamehewa. Maisha mengine yataendelea. Lakini ukiwa unasema uongo, ule uongo utaendelea kukugharimu, maumivu yake ni ya muda mrefu, ni ya daima. Kwa nini? Kwa sababu kama ulisema uongo jana, inabidi leo tena useme uongo mwingine kuficha uongo uliosema jana. Hata kama umesema uongo mwaka huu, itabidi na mwakani useme uongo ili ufiche uongo uliosema mwaka huu, ionekane ule uongo uliosema mwaka huu ulikuwa ni kweli. Kwa hiyo utaendelea maisha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni ndoa, ukisema uongo, ukija kubainika, ile ndoa itavunjika. Maumivu ya ndoa kuvunjika ni endelevu. Lakini ukisema ukweli, mwenzio atakusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Atakusamehe na mambo yanaisha. Japo kuwa duniani hapa watu wengi wanapata faida kupitia uongo. Yaani wanaposema uongo ndivyo faida wanapopata. Wanaposema uongo ndivyo faida wanapopata, ndio wanapozidi kunufaika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisoma ile Methali sura ya 16 mstari wa 25. Methali sura ya 16 mstari wa 25. Hebu tusome pale. Ile Methali 16 mstari wa 25. Biblia inasema hivi, 16 mstari wa 25, lakini pia andiko hili linafanana na ile Methali 14 mstari wa 12. Kwa hiyo unaweza tukasoma hata Methali 14 mstari wa 12. Biblia inasema, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Ile 16 mstari wa 25 Methali, Biblia inasema kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Umeona? Kwa uongo utakugharimu muda mrefu, maumivu yake ni ya muda mrefu. Hayawezi kuisha sasa. Lakini ukweli maumivu yake ni ya muda mfupi, baada ya hapo maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine la 8, ukweli ni silaha ya Mungu. Kwa kuwa unaposema ukweli unalinda ushuhuda. Unaposema ukweli unalinda ushuhuda, na hata kupelekea wengine kujifunza siri ya mafanikio yako. Hata kupelekea wengine kujifunza siri ya mafanikio yako. Kwa nini? Kwa sababu ukweli ni kulinda ushuhuda. Ukweli ni silaha ya Mungu. Kama tulivyojifunza, neno la Mungu ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Tulisoma ile Yohana sura ya 17 mstari wa 17. Nasema uwatakaze kwa ile kweli. Neno lako ndilo kweli. Kwa hiyo ukiwa unasema uongo, neno la Mungu haliko ndani yako. Yaani kwa lugha rahisi, kweli haiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hii kweli tulivyosoma kule kwenye Waefeso, inasema simameni hali mmefungiwa kweli viunoni mwenu. Kwa hiyo hii kweli imefananishwa na mkanda wa askari.
Tunafahamu askari anapokwenda vitani lazima awe amebeba silaha. Kuna mavazi maalum, kuna viatu maalum, kuna kofia maalum, kuna ngao, lakini pia kuna kweli ambao inafungwa kiunoni ambao ni mkanda. Hii kweli imefananishwa na mkanda. Sasa mkanda kwa askari kuna umuhimu mkubwa sana kwa askari. Kama askari wa Kristo kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na mkanda. Na huu mkanda ndio ile kweli. Yaani ile kweli iliyoko ndani yako ndio ule mkanda. Askari akiwa ameenda vitani hajavaa mkanda. Yaani Mkristo ukiwa umemwamini Kristo na una kweli ndani yako, nini kinatokea? Lazima utapigwa kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama uwe padre, hata kama uwe askofu, hata kama uwe mchungaji, utapigwa, adui atakupata kwa sababu umemisi silaha fulani. Sasa huu mkanda kwa askari umuhimu wake ni kwamba askari anapokuwa vitani akitaka kurusha teke kama hajavaa mkanda, suruali inaanza kushuka. Akitaka kurusha teke mguu mwingine atashindwa. Kwa nini? Kwa sababu suruali inashuka na mlazimu mikono ile ashikilie suruali ili siweze kushuka. Kwa atashindwa kuweza kupigana vizuri kwa sababu mkanda hana. Lakini umuhimu mwingine wa mkanda kwa askari asipovaa mkanda hataweza kutembea vizuri au kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe ukiwa huko vitani hujavaa mkanda, kutembea vizuri utashindwa, au kukimbia, kumkimbiza adui hutaweza. Kwa nini? Kwa sababu suruali ile ndani umeweka visu, umeweka nini kwenye suruali mle, umeweka silaha mbalimbali kama ni mawe. Sasa ile suruali itaanza kushuka, utashindwa kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usipokuwa mkweli Mkristo, usipokuwa mkweli, utashindwa kupigana vita kwenye ulimwengu wa roho. Shetani atakupata. Kama tulivyojifunza kipindi kilichopita kwamba shetani atakupata, nilikufafanulia vizuri. Lakini umuhimu wa mkanda pia kwa askari, asipovaa mkanda atashindwa kuweka baadhi ya silaha, mfano kisu, au wengine wao wanatumia neno hala. Ile hala inaunganishwa pamoja na mkanda, au mabomu fulani anafunga huko kwenye mkanda huko, anapachika, au kile kifaa cha mawasiliano anapachika kwenye mkanda huu kwa ajili ya mawasiliano. Hasa fikiria huna mkanda na wewe ni askari huko vitani. Hivyo vitu utavipachika wapi? Hivyo vitu utaviweka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo umuhimu wa kusema ukweli kwa askari ni mkubwa sana. Kwa Mkristo ni mkubwa sana. Lazima uwe na kweli ndani yako ili uweze kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni silaha ya kwanza katika zile silaha ambazo zinapatikana katika ile Waefeso sura ya 6.